Adobe Photoshop inazidi kuwa interesting kadri tunavyozidi kusonga mbele. Karibu, naitwa Deo Kashaija na hii ni sehemu ya pili ya Introduction to Adobe Photoshop Home Screen. Naam, karibu tena katika sehemu ya pili ya Adobe Photoshop Introduction, na kama unakumbuka vizuri tuliishia katika kipengele cha home screen kwenye upande wa open menu. Tukasema kwamba ukibonyeza open unapelekwa kwenye directory ya kompyuta ili uweze kusearch au kutafuta faili ambayo unataka kuifungua kwa ajili ya matumizi katika programu yako. Inaweza kuwa image unayotaka kuedit au kuiongeza tu katika faili yako, au inaweza kuwa PDF file, au inaweza kuwa Photoshop document file na faili zinginezo nyingi ambazo zinakubali kutumika katika Adobe Photoshop. Kwa hiyo kwa sababu hapo tumeshapajua, nikakuahidi tukimaliza tutarudi kwenye create new ili tuweze kuona napo nini kinapatikana pale. Kwa hiyo hebu tuende moja kwa moja tukabonyeza hii sehemu. Bonyeza create new. Ukibonyeza create new inakuja hii dialog ambayo inakuwezesha kufanya vitu mbalimbali. Moja kati ya vitu ambavyo hii dialog inakuwezesha kufanya ni kutumia size ambazo umetoka kuzitumia muda sio mrefu. Kwa mfano, hii ni default Photoshop size. Hii ni size ambayo Photoshop wanaamini kwamba utaweza kufanya mazoezi vizuri kuanza kuitumia. Sasa ukiachana hapa, huku juu kuna size nyingine ambazo zimeseviwa kabisa ili kwamba unapokuwa unataka kuanza kudesign, moja kati ya vitu muhimu ni size. Kwa hiyo ili usihangaike, kuna baadhi ya size ambazo zinatumika mara kwa mara unakuwekea, lakini sio kwamba lazima utumie hizo. Maana mara nyingi unapotaka kudesign kitu unakuwa na motive yako, pia unakuwa una purpose ambayo unataka hiyo design isolve, lakini sometimes inaweza kadondokea kwenye presets ambazo umetuwekea. Kwa hapa ni kwenye recent size used, ipo default Photoshop size, kwa sababu muda sio mrefu nimetoka kuitumia hii size kufanya mazoezi na wanafunzi wengine. Lakini hapa kwenye saved ni kama ulisave preset zako. Kama ulisave presets za size. Tukisema presets tunamaanisha katika properties za document, ndio kwenye recent. Katika properties za document kuna jina, kuna upana, kuna urefu, kuna resolution, kuna color mode. Yani upana, urefu, resolution. Resolution huu ni uangavu, kwamba unataka iwe clear kiasi gani. Kwa kuna resolution, kuna color mode, yani aina ya rangi ambayo unataka utumie, lakini pia kuna background, kama unataka iwe na background tofauti na nyeupe sehemu yako ya kufanyia kazi, na color profile na aspect ratio, vitu kama hivyo. Kwa hivi vitu vile unavyoviona hivi, unapotengeneza afu ukamaliza ukavisave, kwamba next time utakaporudi ili usianze kuhangaika, ndio vinakuja hii sehemu ya save. Ndio maana hata hiyo unayoiona wanaita default Photoshop size walitengeneza kupitia upande huu, ndio maana unaona inaonekana hapa. Kwa hapa kwenye saved unaweza kutengeneza za kwako ambazo na wewe ukazisave, ili next time ukija ukitaka ku create document kama ile ile ambao inafanana na properties za nyuma, una click tu unaendelea. Kwa hiyo ni hivyo. Lakini hapa kwenye photos kuna presets zingine ambazo wametusevia, ambazo kwa mjibu wa sheria zao wanaamini kwamba photo kuna standard size ya photo. Wenzetu wako super specific in masuala ya size. Kwa mfano wanaamini kwamba picha ya landscape zipo za aina kadhaa, lakini mojawapo specific landscape 3:2, 6:4, 7:5, 10:8. Hizi ni size za picha, na of course hata frame zake zinapatikana. Kwa hiyo ndio maana hata wameweka hivi kwamba ukidesign katika size hii kwa standard za wenzetu, ambao sisi sidhani kama ni lazima. Kwa wenzetu ni kwamba hizi vitu vinazingatiwa, na frame za hizi size za picha zipo. Kwa hiyo ukidesign katika vipimo hivi, ukienda kutafuta bana, naomba frame ya picha ya inchi 3:2, unapewa frame ya namna hiyo.
Ukija hapo kama naomba frame ya picha inchi 6x4, unapewa frame kama hiyo, unaweka picha yako. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Hapa kwenye print wametuwekea default printing sizes ambazo zinapatikana. Size zote zilizowekwa hapa ni print size ambazo ni common katika sehemu mbalimbali za print au katika mashine mbalimbali. Hizi ni size ambazo zinatambulika na mashine, lakini sio in terms of size peke yake. Kama nilivyokuambia, tukizungumzia preset tunazungumzia upana, urefu, tunazungumzia orientation, tunazungumzia resolution, tunazungumzia color mode, lakini pia tunazungumzia masuala mengine yanayoonekana upande huu. Kwa hiyo hizi setup zote unazoziona huku ni setup ambazo waliamini kwamba kwa setup hizi kuprinti inawezekana. Kwa hiyo wametuwekea size nyingi sana hapa ambazo zote zinakuwa associated sana na masuala ya printing. Mfano mzuri ni hii A4 ambayo hata ukienda sasa hivi kutoa copy pale stationery watakutolea katika size ya A4. So that's it. Sehemu hii ni sehemu ya printing presets. Kwenye art and illustration, hapo kwenye art and illustration ni sehemu ambayo wametuwekea presets ambazo zitakuwezesha wewe kuchora michoro mbalimbali, kama wale watu wanaochora ramani au wanaochora vitu kama katuni na picha zingine ambazo zina illustrate au zina tafsiri vitu fulani. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya size tu chache ambazo wamekuwekea ili ziwe kama shortcut ukianza kufanya project ya namna hiyo, lakini hauko limited kutumia tu hizi, kwa sababu project inaweza ikaja tofauti na size ambayo inapatikana hapa. So measurements kama designer ndio kitu ambacho kinachofuata unachotakiwa kujifunza. You need to measure your own things ili uweze kudesign kufuata vitu hivyo. Hapa kwenye webu ni sehemu ambayo kama una design kitu ambacho matumizi yake ya mwisho ni kuonekana kwenye website, kwenye tovuti, yani iwe ni kwamba unatengeneza mockup ya website au unatengeneza graphics ambazo mwisho wa siku unatakiwa zikaonekane kwenye website, kuna presets na size za websites pia. So kama hapa utakuwa unatengeneza, umepata kazi au tenda ya kutengeneza mockup ya website, ni bora kama sio wewe ambao umedesign website hiyo, mconsult website designer, muulize kuwa ni size gani ya website baina ya hizi alizotumia, lakini pia kama size aliyotumia inadondoka nje ya hizi size zilizopo hapa, maana yake ni kwamba itabidi uingize vipimo huku manually atakavyokupatia. Kwa hiyo ni hivyo. So hapa kuna mobile. Hapa pia ameweka matoleo kadhaa ya mobile ya simu ambayo unaweza kuyaona hapa, lakini kuna tablets pia, kuna smartwatch, lakini pia kuna vitu kama iPads na application icons na vitu kama hivyo. Kwa hiyo manake hapa unaweza ukadesign vitu ambavyo matumizi yake ya mwisho ni kwenye kutumika kwenye simu. Kwa mfano hapa kwenye iPhone X, kama unataka kutengeneza wallpaper au unataka kutengeneza zile themes ambazo zinatumika kwenye simu, ambayo matokeo yake ya mwisho unataka ya match display size ya hii simu, unatumia size ya hii ya iPhone X. Lakini pia kuna size nyingine na nyingine. Kama nilivyokuambia kwenye vitu vingine ni kwamba hawajaweka size yote, yani size za simu zote. Umeona? Kwa mfano hapo ukitafuta Samsung uweze kuiona, Tecno, Infinix, Huawei, Sony, exact na exact size uweze kupata za hivyo vitu. Kwa hiyo kuna namna utatafuta jinsi tu ya kuacquire hizo size tofauti na kuzitafuta hapa Photoshop. So hizi ni shortcuts, uweze ukalilai tu kwenye hii sehemu kwa ajili ya kupata kila size. Wametuwekea smartwatch. Kama unataka kudesign wallpaper yako nzuri kwa ajili ya kuweka kwenye smartwatch yako, utaweka hapa, utatumia size hii and then utaenda huko. Lakini pia kuna vitu kama icons na vitu kama hivyo. So there are a lot of things here. Now kwenye films and video, hapa na penyewe ni kama unataka kudesign kitu ambacho matumizi yake ya mwisho ni kwenye TV au kitumika kwenye filamu au kwenye video ya aina yoyote, size ziko hapa. Hizi ni
zimekata katika maana ya resolution pamoja na size katika inches, kwamba itatumika kwenye TV au kwenye resolution ya namna gani. Kwa hiyo kuna presets hapa umewekewa hapa kuanzia 1080, 720 mpaka 4K huko. Kwa hiyo utamconsult mtu ambaye anakupa tenda ya kudesign hiyo content ambayo matumizi yake ya mwisho ni kwenye TV, ili akwambie presets ama frame size ambayo ametumia yeye ni ya namna gani. Lakini kama wewe ni mtengenezaji mwenyewe wa video, then no sweat, utakuwa unaweza kuwa unajua kabisa nini unatakiwa ufanye na ukifanye vipi. So hii ni part ambayo shortcut zake kadhaa wameziweka hapa, lakini that is not all. Kwenye ulimwengu wa video na size nyingi sana. Basi ukishakuwa umeamua size gani utumie, either kwa kuchukua kwenye hizi presets kuanzia kwenye recent, saved, photo, print mpaka films and videos. Ukishakuwa umeamua size ya kutumia au preset ya kutumia katika hizi, unakuja kubonyeza neno create. Kwa mfano mimi nimependa tutumie A4 katika mfano huu, kwa nabonyeza A4 na kuja nabonyeza create. Lakini kabla sijabonyeza create, you need to note one thing. Ukibonyeza tabloid, ukibonyeza legal, angalia hii sehemu. Hii sehemu inabadilika. Sawa? Ukibonyeza letter, ukibonyeza legal, ukibonyeza tabloid, ukibonyeza A4, vitu vinabadilika. So that means kinachoonekana hapa ni properties za preset uliochagua hapa. Umenielewa? Kwa hiyo hapa tutaenda na A4 kama ilivyo na preset walizoziweka, ili tuende moja kwa moja ndani ya workspace tuanze kufanya kazi. Lakini kwa faida nzuri tu ya hii project, nataka ujue kitu kimoja. Hapa ni kwenye width, hapa ni kwenye height, lakini hapa ni kwenye project details. Kitu ambacho unapenda tu rename project yetu. Labda project hii mimi nitaiita Photoshop project 1. Photoshop project 1. Alafu nitakuja hapa kwenye width ni 210. Yes, 210, lakini nini? Millimeters. Kuna units nyingi hapa za vipimo unazoweza kutumia, kuanzia pixels, inches, centimeters, millimeters, points, picas. Kwa hiyo mimi kwa sababu vipimo ninavyovijua kuvitumia na ninavyovipendelea sana, hasa napo design kitu cha kuprint, napenda kutumia millimeters. Ila kama una design kitu kwa ajili ya display, ni vizuri kutumia pixels. So for now, let's use millimeters. Millimeter, kwa hiyo A4 size yake inakuwa upana ni millimeter 210, height millimeter 297. Lakini orientation hapa ni mkao wa hiyo A4, kwamba iwe A4 lakini ikae vipi. Portrait, hapa ni kwenye portrait orientation. Ukiona hii alama, huyu mtu amesimama hivi, alafu picha ni ndefu kwa kwenda juu, maana yake hiyo ni portrait. Portrait ni mkao wa asili wa kawaida wa karatasi ya A4, kwamba kwa mfano imagine kama barua ukiletewa, vile unavyoishika kuisoma, ukiangalia urefu kwenda juu ni mkubwa kuliko upana. Kwa hiyo hapo hiyo ndo portrait orientation. Lakini kama utaamua kuilaza kwa ubavu, maana yake ni kwamba upana utakuwa ni mrefu kuliko urefu wa kutoka chini kwenda juu. Hiyo inaitwa landscape orientation. Na ndio maana ukibonyeza hizi icons unashangaa hizi numbers zilizokuwa juu zinashuka chini, zilizokuwa chini zinapanda juu, ili kuonyesha kwamba umeshabadilisha mkao wa hiyo karatasi husika. So for now tuiache ibakie kwa portrait. Lakini kwa faida tu ya mtu asiyejua portrait na landscape ni kwamba naweza nikatengeneza hii kwanza ya portrait, nikapiga create. Yes, hiyo ndo portrait. And then
nikarudi home hapa, nikaja kwenye create new, nikatengeneza hii tena A4. Unaona ishakuja kwenye recent items. Kwa hiyo nitatumia hii A4, lakini this time nitapiga landscape. Kwa ukibonyeza hapo, leo nataka muone tofauti ya portrait na landscape. Kwa nitapiga create. Umeona? Kwa tofauti ni hiyo, kwamba hii ya portrait inakuwa imesimama, hii ya landscape inakuwa imelala kama unavyoiona hivyo. So turudi twende tukaelezee kitu kimoja cha mwisho hapo kabla hatujamaliza sehemu hii ya pili. So tukiwa bado tuko kwenye hii ya A4, nataka unoti kitu kimoja. Hapa kuna portrait ambayo tutafanyia mazoezi kwenye ningependa tufanyie mazoezi kwenye portrait, lakini hapa pembeni yake kuna kitu kinaitwa artboard. Kama unaanza, naomba ukliki hapo, weka check mark kwenye kadude ka box ka artboard, and then baadaye nitakueleza tofauti ya kuto kuweka hii tiki na kuweka hii tiki, tofauti yake ni nini. Nitakuja kueleza baadaye, keep that in mind. Kama nikisahau kukueleza, tafadhali kumbuka kunikumbusha nikueleze tofauti ya kuweka hii check mark na kuto kuweka check mark. Okay, so kitu kinachofuata hapa ni resolution, na nilishai kusema kuwa kama unatengeneza kitu kwa ajili ya kuprint, make sure resolution unaiacha inakuwa 300 pixels per inch. Huku ni thamani, ni value ya resolution, lakini hapa ni units. Wewe units ziache kwenye pixels per inch. Alafu kama una design kitu kwa ajili ya kwenda kuprint, acha resolution ibaki 300. Lakini kama una design kitu kwa ajili ya kwenda kupost mtandaoni au kudisplay kwenye simu, unaweza ukaacha resolution ya 72. Lakini in our case, kwa sababu tuna design kitu kwa ajili ya kuprint, tutachukulia mfano kwamba tunaenda kuprint, right? Then tuweke 300 pixels per inch. Alafu color mode. Color mode, kama unataka kutengeneza kitu kwa ajili ya kwenda kuprint, make sure unaiweka katika CMYK. Anyways, hapa haijawekwa kwa sababu ambazo tunaweza tukazi work out, lakini yeah, forget about that. So tuta work out hizo masuala ya color mode, lakini hii sehemu keep it in mind kwamba RGB ni rangi ambayo inatumika kwa ajili ya matumizi ya simu. Kwa hiyo RGB ni rangi ambayo inatumika kwenye matumizi ya simu na display zingine zote na social medias. Kwa kama una design kitu kwa ajili ya matumizi ya matumizi ya mwisho, kije kutumika kwenye website au kwenye simu au kwenye display zingine zote ambazo unazijua wewe, make sure you use RGB colors, kwa sababu hizi ndo rangi zinazosapoti mwanga na sio printing. So let us just leave it here, and then next time nitakuelekeza jinsi ya correct hii utakapokuwa unataka kutengeneza kitu cha kuprint, ili uchague color mode nyingine. Kwa hiyo huku kwingine kote unaweza kupacha kama palivyo. Ukishakuwa umemaliza hichi kipengele, ukielewa, unamaliza unapiga neno create. Yes, na asante sana. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili ya Adobe Photoshop part 2 ya workspace home screen, na sehemu ya tatu tutaanza kuzungumzia hii sehemu ya ndani ya Adobe Photoshop ambayo kitaalamu inaitwa Adobe User Interface. Nitakuja kuwatafsiria kila kitu kimoja baada ya kingine kwa urahisi kabisa, ili uweze kuelewa na kuweza kuanza kutumia hii Adobe Photoshop kucreate kitu. Kwa hiyo karibu sana kwenye part 2. Karibu sana kwenye part 3.